Jambo la kwanza tunaona hapa anasema Baba yetu uliye mbinguni. Yaani jambo la kwanza anachotaka tuelewe hapa ni kwamba tunapoanza kuomba, tunapoanza kupeleka maombi yetu kwa Mungu wetu, lazima tujue kwamba huyu ni Baba, ni Baba kwanza wa roho yetu. Lakini pia jambo la pili, huyu ni Baba ambaye anaishi au anaketi katika mbingu za mbingu. Kwa lugha nyingine, anataka tuombe kwa ufahamu, anataka tuombe kwa uelewa, anataka tuombe kwa kujielewa. Tusiombe tu kwa kupayuka payuka. Maana ya kupayuka payuka ni kuomba bila maarifa, kuomba bila mwongozo mzuri wa neno la Mungu, kuomba bila mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana ni vizuri kuomba kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu ili maombi yako yapate kibali mbele za Mungu. Kwenye hii sala ya Baba yetu pamebeba maombi yote unayojua wewe. Maombi ya rehema yapo, maombi ya vita yapo, maombi ya kumsifu Mungu yapo, maombi ya kumshukuru Mungu yapo. Sasa katika haya yote Mungu anataka tuombe kwa ufahamu, tuelewe Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Yaani jambo la kwanza tuelewe kwamba jina lake tunaloliomba ni kuu mno. Jina lake lina nguvu sana. Tuombe kwa uelewa, tusiombe kwa kupayuka payuka, tusiombe kama watu ambao hatuna ufahamu, tusiombe kama watu ambao hatuelewi tunachokiomba, tusiombe kwa kukariri, tusiombe kama jana, tusiombe kama siku zote. Tuombe kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Sema amina. Tusiombe kwa kupayuka payuka. Kupayuka payuka ni kukosa kile cha kuomba. Unabaki unadandia dandia tu maombi. Shindwa kwa jina la Yesu. Unaendelea tena, piga kwa jina la Yesu. Unaendelea tena, njoo kwa jina la Yesu. Unaendelea tena, Bwana ninakuomba sasa, unaona nina njaa. Una maarifa ya kuomba kwa namna hiyo. Mungu anasema huyu mtu siwezi kumpa hata kama ni mwanangu. Ngoja aendelee kujifunza namna ya kuomba ili wakati wake nitampatia atakapoelewa cha kujua. Sasa wewe unatakiwa umjue Mungu, umwelewe Mungu nini anataka, nini uombe, kwa wakati gani, kwa kila jambo na wakati wake. Uombe kwa wakati gani, useme nini kwa wakati gani, ili uweze kupewa. Hatupokei tu ili mradi tumetia huruma kwa Mungu. Tunapokea kwa sababu tumeomba kwa maarifa. Hatupokei kwa sababu tumeomba kiunyonge. Kama ingekuwa tunatia huruma ndio tunajiliwa maombi, basi wale wa kutia huruma wangekuwa wameshajibiwa sana. Mungu hakupi kile ulichokiomba kwa sababu ya kutia huruma, ila ni kwa sababu ya kutia moyo wako ufahamu. Danieli akaambiwa tangu siku ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu, maombi yako yalijibiwa. Kutia moyo wake ufahamu maana yake nini? Kutia moyo wake ufahamu maana yake kwamba alijua anachotakiwa kuomba. Kabla ya hapo Danieli alianza kuvisoma vitabu, akagundua kwamba miaka ya kukaa utumwani imekwisha. Akaanza kumwomba Mungu. Baada ya kuelewa akaanza kuomba. Je, wewe